Imani ya mitume. Hiyo imani ndio inatuongoza katika ibada yote. Umekuwa nasi hadi Bwana kipindi hiki cha kuangalia neno lako, na kuomba Bwana ukaweze kunitumia kama chombo, na Bwana nikaweze Bwana kuyaleta ambayo Bwana umeyatarajia katika siku ya leo kwa wanao. Yehova Jire, kaweze Bwana kuyaweka wazi ili Bwana yakawe ya msaada katika maisha yetu. Nimeomba hayo kupitia jina la Yesu Kristo, nimeomba na hata kuamini. Basi katika siku ya leo nataka kwenda kuangalia katika somo ambalo tulikuwa nalo Jumatano iliyopita. Wale tuliokuwa pamoja tuliweza kuangalia mambo machache katika kitabu cha Luka. Nasi tuliangalia mambo ambayo ni ya muhimu, ama katika kisa kimoja ambacho kinazungumziwa katika kitabu cha Luka, na kisa hiki ni kuhusiana kwa wanafunzi ama kwa kundi la watu wengi kulishwa na mikate michache na samaki wachache. Na hiki ndio kisa ambacho tuliangalia wiki iliyopita. Tukaangalia jinsi Yesu Kristo alivyofanya wakati huo, na akawaruhusu ama akaweza kuwalisha watu wengi ambao ni kundi kubwa kwa njia ya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie katika kitabu cha Luka. Kabla sijaenda mbali, tuangalie katika kitabu chetu cha Luka, mlango ni wa 9. Tuanze kuanzia mstari wa 10 hadi wa 17. Aliyepata mahali pale asome. Luka mtakatifu mlango wa 9 mstari. Waliporudi waliwaeleza mambo yote waliotenda. Ngoja hapo kwanza. Hawa mitume walikuwa wametoka wapi? Kabla hatujaendelea katika mlango wote ama katika mistari ile, tuangalie hawa mitume kwanza walikuwa wametoka wapi, ndio wamerudi kutoka kule ambako wametoka, ndio wapeane habari. Tuko pamoja pale? Sasa tuangalie, nataka tuone kwamba pale mahali walipokuwa wametoka hawa mitume kwanza. Nisomee mstari wa 7 hadi wa 9. Na Herode mfalme akasikia habari za yote yaliyotendeka, akafadhaika kwa sababu watu wengine walisema ya kwamba Yohana amefufuka katika wafu, na wengine ya kwamba Eliya ametokea, na wengine ya kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka. Lakini Herode akasema, Yohana nilimkata kichwa. Basi ni nani huyu ambaye ninasikia mambo haya juu yake? Akataka kumuona. Nisomea mlango wa 9 mstari wa 1 hadi wa 3. Akawaita wale tenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hawa mitume tunataka kuangalia walikuwa wametoka wapi. Jambo la kwanza, walikuwa wamekaa pamoja na Kristo, na yeye Yesu Kristo akawa amewatuma kazi katika miji na vijiji, na kazi hii ilikuwa ni kwenda kuihubiri Injili, na si kuihubiri tu, bali waweze kuponya hata na wagonjwa. Sasa kazi hii walipoagizwa, walienda kufanya ile kazi ambayo walikuwa wametumwa na Yesu Kristo. Sasa katika mlango wa 9 mstari wa 10, mitume wanarudi kwa Yesu ili kuweza kuambia yale yaliyotendeka, yaani kutoa habari ya mambo ambayo walikuwa wametumwa wakaweze kuyafanya. Sasa hapa ndio wanaleta habari katika mlango wa 9 mstari wa 10. Anza hapo tuweze kuendelea.
Basi wale mitume waliporudi, walimweleza mambo yote waliyoyatenda. Akawachukua, akaenda nao faragani mpaka mji mmoja uitwao Betsaida. Na makutano walipojua, walimfuata. Akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu. Akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Na jua likaanza kushuka, wakamwendea wale tenashara, wakamwambia, uwage mkutano, ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando, wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2. Tusipokwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula, kwa kuwa wanaume waliokuwako walipata kama 5,000. Akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Wakala wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyowabakia walikusanya vikapu 12. Basi wale mitume walipokuwa wamerudi katika kule walikotumwa, stori hii wanasema ya kwamba wamekuja kuleta hizi habari. Sasa mahali walipokuwa wameleta hizi habari hapakuwa mahali pazuri pa kuzungumza, palikuwa na watu wengi. Ndipo maana maandiko yanasema akawachukua faragani, yaani akawachukua kando kidogo ili wakaweze kuzungumza vizuri. Sasa huko faragani wakaenda mpaka mji mmoja uitwao Betsaida, ndiko walikokuwa wakizungumza. Sasa kadri walivyokuwa wakizungumza, walipokuwa wakitoa habari yale mambo yaliyotukia kule na vile kazi ilivyokuwa, Biblia inasema ya kwamba hao makutano ambao walikuwa wamewakimbia huko nao wakaja. Maandiko yanasema kwamba wakawakaribisha, Yesu Kristo akawakaribisha, na alipowakaribisha akaendelea na kuweza kuihubiri habari ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye amesikia tayari matokeo ya yale mambo ambayo alikuwa anayasikiza kwa wanafunzi. Makutano wamekuja, ameachana na wanafunzi, anaendelea katika kuhubiri ama kuwatangazia hizo habari njema, habari ambazo ni zile zile ambazo hawa wanafunzi walikuwa wametumwa